Mpendwa mtazamaji wa Nganijaro Media TV, leo tuko na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mbogwe. Tumefika hapa nyumbani kwake kwa ajili ya kupata historia na maisha ya kisiasa na kijamii katika harakati zake za maisha. Hivyo tunakukaribisha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ili tuweze kujifunza na tuweze kufahamu zaidi mafanikio makubwa, wapi umezaliwa, wapi umekulia, lakini pia umefanya nini mpaka umefika hapa katika mafanikio makubwa kabisa ya nyanja za kisiasa na kijamii katika maeneo mbalimbali uliyowahi kupitia. Mwenyekiti, karibu. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Mathias Nyororo. Nimezaliwa tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 1967 kijijini kwetu Sebia, wilaya ya Sengerema, mkoa wa Mwanza. Kwa sasa wanaita kijiji cha Ihanga. Ndicho ilikuwa ni kijiji cha Buziku. Kwa niliishi na wazazi wangu hapo. Baadaye nilianza kufanya biashara maana ya ujasiriamali. Nikafanya biashara zangu. Hasa nilijikita sana kwenye biashara za madini kipindi hicho. Na baadaye nikahamia Masumbwe, kijiji cha Masumbwe, kilichopo tarafa ya Masumbwe, wilaya ya Mbogwe. Niliendelea kufanya biashara hapo, na hatimaye mwaka 1998 niliaminiwa na wananchi wa kijiji cha Masumbwe kama mwenyekiti wa kamati ya shule ya msingi Masumbwe. Nilikuja kuiacha nafasi hiyo mwaka 2000 mara baada nilipochaguliwa na wananchi kuwa diwani wa kata ya Masumbwe mwaka 2000. Nimehudumu nafasi hiyo ya udiwani kwa kata ya Masumbwe kwa muda wa miaka 10. Nikiwa diwani bado tuko wilaya ya Bukombe, Mbogwe haikuwepo. Tukiwa wilaya ya Bukombe niliweza kuaminiwa na wenzangu nikiwa diwani, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya huduma za uchumi kwa muda wa miaka 10. Niliweza kuaminiwa na madiwani wenzangu. Nikiwa diwani mwaka 2010 niliaminiwa na madiwani wenzangu, nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe, na hatimaye mimi ni miongoni mwa viongozi tuliojenga hoja ya kuzalisha wilaya ya Mbogwe, na mimi ndiye niliyekuwa mstari wa mbele kwa sababu ndio nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri kulingana na ukubwa wa eneo la wilaya ya Bukombe kipindi hicho, lakini pia na kulingana na wingi wa watu. Kwa hiyo nilishiriki pakubwa sana kushawishi mimi na viongozi tuliokuwa nao kipindi hicho, tukawa tumepata wilaya ya Mbogwe. Lakini kabla hatujatoka Bukombe, nikiwa diwani wilaya ya Bukombe vile niliweza kuwa mwenyekiti wa mashirika yasiyo ya kiserikali kama shirika la Care International hicho, ambaye nilikuwa nawakilisha baraza la madiwani kwenye vikao vya mashirika yasiyo ya kiserikali. Tulifanya nao kazi mpaka kipindi hicho tunaondoka Bukombe. Tumekuja kuanzisha wilaya yetu ya Mbogwe
vile nilikuja kama mwenyekiti wa halmashauri. Tumefanya shughuli hiyo ya uwakilishi, tumeweza kushirikiana na wananchi vizuri kwa nafasi yangu hiyo. Lakini vile vile nikiwa diwani, mimi ni Mkatoliki, ninasali Roman Catholic. Vile vile niliweza kufanya kazi hizi za jamii, kwa maana niliaminiwa na waumini wenzangu wa parokia ya Masumbwe ambayo inajulikana kama Yosefu Mfanyakazi, kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo. Nikiwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, tumefanya shughuli nyingi kushirikiana na waumini wenzangu. Tukapata eneo la kujenga shule ya msingi Ave Maria, ambapo mimi ndio nilikuwa kinara kushawishi waumini wenzangu na watu mbalimbali kuhakikisha kwamba tunapata fedha za kununua eneo hilo, na hatimaye tulijenga kwa kushirikiana na waumini wenzangu. Mpaka leo tunayo shule nzuri kabisa ambayo inahudumia watoto wetu pale. Lakini vile vile nikiwa na maisha yangu hayo, nikiwa mfanyabiashara, nikiwa diwani, lakini pia nikiwa mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya parokia, na mambo mengine ambayo tuliweza kushirikiana na jamii kuyafanya. Tuliweza kushirikiana na jamii kufanya mambo mengi kama nilivyosema. Kingine cha msingi, nikiwa diwani, unapokuwa diwani unakuwa ni mjumbe kwenye vikao vya chama. Mimi nilikuwa diwani wa Chama cha Mapinduzi. Unakuwa wewe ni mjumbe wa vikao vyote vya tawi vya chama, lakini unakuwa ni mjumbe wa vikao vyote vya kata vya chama, na vile vile unakuwa ni mjumbe wa vikao vya chama vya wilaya. Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, unapokuwa diwani wewe ni mjumbe wa halmashauri ya CCM ya wilaya. Toka kipindi hicho mimi niliweza kugombea nafasi ya ujumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Bado tuko Bukombe, niliweza kupata kwa awamu 2 nasimama kugombea. Wana CCM wenzangu waliniamini, kwa hivyo nimefanya nafasi hiyo kama mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya mpaka tunatoka Bukombe. Na hatimaye nilipopata mwenyekiti wa halmashauri kwa mujibu wa katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi na katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unapokuwa mwenyekiti wa halmashauri basi unakuwa mjumbe wa kamati ya siasa. Kwa hiyo tunatoka Bukombe kuja Mbogwe, basi niliendelea na nafasi hiyo kama mjumbe wa kamati ya siasa. Na niseme katika utumishi wangu kwenye upande wa chama, lakini vile vile kwenye upande wa serikali, tumeweza kuitengeneza wilaya tu. Kwanza niseme wilaya ya Bukombe. Wilaya ya Bukombe ilikuwa kama chuo, bado tuko mkoa wa Shinyanga. Kipindi hicho Mbogwe haipo na Geita haipo. Ilikuwa kama chuo, watu wengi wametoka mbali kwenye wilaya mbali kuja kujifunza. Na kinachonifurahisha zaidi, watumishi wetu tuliokuwa nao pale, kwa jinsi ambavyo tulikuwa tumeshikamana kwa maana ya serikali pamoja na chama pale. Tunamshukuru Mungu, inshallah tulipata watumishi wengi sana. Wengine walipata ukuu wa wilaya, wengine waliweza kupanda wakawa matrejara kwa maana wasibu, wengine wamekuwa wakurugenzi. Hiyo ni faraja ambayo inanifurahisha sana kwenye moyo wangu katika muda wote ambao nimejihusisha na masuala ya utumishi wa umma pamoja na chama chetu cha Mapinduzi. Kwa wengi walipanda sana, tulikuwa na muda wa kujadili na kubadilishana mawazo na kuambizana kwamba ukitaka kupita hapo umekosa, pita hapa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, mambo yalikwenda vizuri. Watu wengi wako serikalini, wana nafasi kubwa kutokana na ushauri wangu kama mwenyekiti wa halmashauri. Kwa hiyo hilo ninamshukuru Mungu, ninajivunia sana. Mpaka sasa
Mara baada ya mwaka 2020 niliamua kupumzika nafasi ya uwakilishi kwa maana ya udiwani. Mimi nikawa niko nyumbani naendelea na shughuli zangu za kawaida. Hatimaye mwaka 2022 nilipata wazo, lakini pengine kushauriwa na wana CCM na wananchi naoishi nao katika eneo langu, kuniomba niombe nafasi ya mwenyekiti wa chama kwa maana CCM wilaya yetu ya Mbogwe. Nami sikusita, niliamua kuomba nafasi hiyo. Inshallah, namshukuru Mwenyezi Mungu, kura zangu zilijaa na mpaka sasa tunaendelea na utumishi wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya. Lakini niseme yapo mambo mengine mfululizo kwa muda wa miaka 20 huko, yapo mambo mengi ya kijamii ambayo niliweza kuyafanya kwa maana ya kushirikiana na wenzangu wananchi pamoja na wana CCM kwa ujumla. Yapo mambo mengi ambayo tulishirikiana nao. Labda hapo mwenyekiti, kuna ukiwa unatuhadisia maana ya Bukombe na upatikanaji wa wilaya Mbogwe, tumeona maeneo mengi ambayo umekuwa ukigusa wewe, patakuwa na mwamko mkubwa sana. Leo tunaomba utupe siri. Ni siri gani iliyopo ndani ya utumishi wako? Kwa sababu tukiangalia kipindi wewe ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Bukombe, barabara zilikuwa hazipitiki. Lakini nadhani ndio kipindi ambacho kwenye utawala wako barabara zilitengenezwa kwa wingi na zilifunguka kwa sababu wilaya ilikuwa ni kubwa sana. Ukichukulia kuanzia Nhomorwa kuja kuipata Namonge ni kipande kikubwa sana. Lakini ulipambana wewe na kamati yako, barabara zilifunguka. Umetoka Bukombe umekuja Mbogwe ukiwa kama diwani. Lakini baadaye umestaafu, umekuja kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya. Tunaona maendeleo ni makubwa na kasi ni kubwa maendeleo. Ni nini siri iliyopo ndani ya utumishi wako? Asante sana. Kikubwa pale ni uzalendo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, moyo wangu na uzalendo mkubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa na uzalendo huo, na ndio uliopelekea mimi wenzangu, tangu mimi niingia udiwani nimekuwa kiongozi. Nimeongoza kamati kwa muda wa miaka 10 kama nilivyosema, na baada ya hapo nikapata mwenyekiti wa halmashauri. Ni namna gani, ni jinsi gani ambavyo wenzangu waliweza kuwa na uzalendo niliokuwa nao, lakini pia heshima na uadilifu, kuweza kuheshimu wenzako na kuwasikiliza na kuwaelewa unaofanya nao kazi. Hiyo ilinisaidia sana, na ndio maana mimi naendelea kumshukuru Mungu. Nikiazimia kuomba kitu fulani huwa ninafanikiwa kwa sababu ya uzalendo wangu, lakini vile vile kwa sababu ya kuheshimu wenzangu. Na hasa sana napenda sana kushauriwa, mtu akinishauri na msikiliza. Na kama jinsi ambavyo watu wengi wanasema kwamba sifa ya kiongozi ni yule anayekubali kushauriwa. Kwa mimi nakubali kushauriwa, niko msikivu na mheshimu hata mtoto mdogo. Na ndio maana kwenye nikisimamia kitu huwa kinaenda. Ni neno moja tu la msingi, ni uzalendo. Kwamba hao watu nafasi hiyo umeipata, maana unaaminiwa na watu walio wengi. Kwa mfano mimi naanza kuongoza kata yangu ya Masumbwe. Kama diwani nilikuwa na watu 32,000. Kwa hiyo nilipata kura nyingi sana, na hizo zilinihamasisha. Nilikuwa makini sana kuwasikiliza wananchi, shida zao, kwa sababu mimi nilifanya hivyo kwa sababu mimi ndio nilikuwa daraja wa kusikiliza shida zao, na pengine kuzipeleka ngazi ya wilaya na kwenda kuzieleza kule na kuzisimamia na kuhakikisha kwamba shida za wananchi wangu zinatekelezwa. Mwenyekiti, mpaka sasa hivi eneo unaloishi, eneo la kata ya Nyakafuru, una historia ya kipekee ya kwamba wewe ndio kiongozi wa kwanza kununua eneo la chama kwa pesa zako mwenyewe. Kiasi si zaidi ya shilingi milioni 1 ulilipa na ukakisaidia chama. Mpaka leo lile eneo
linatumika kwa shughuli za chama ambazo ulitoa pesa yako wewe mwenyewe mfukoni, ambapo ni historia kwenye kata hii ya Nyakafulu. Lakini mpaka sasa hivi unaendelea kuandikwa kwenye historia kwenye kata ya Nyakafulu kuwa wewe ndio ulionunua eneo mpaka sasa hivi, hata kama ikijengwa kipi, lakini wewe ndio uliyenunua eneo hili. Kuna kiongozi yote aliyewahi kufanya hivyo? Ni kweli, na kwanza sio kiwanja tu. Sio kiwanja tu. Mimi nilipokuwa diwani tunazalisha wilaya ya Mbogwe. Kwa hiyo kata ya Masumbwe tuliigawa na tukapata kata nyingine mpya, kata ya Nyakafulu, na kwa bahati nzuri mimi nikakutwa naishi katika kata ya Nyakafulu. Kata ya Nyakafulu haikuwa na ofisi ya chama. Mimi niliamua kununua kiwanja, kuambia viongozi wangu wa chama watafute kiwanja. Nikawa nimenunua kwa thamani hiyo ya shilingi milioni 1. Hiyo ilikuwa ni mwaka 2012. Kwa hiyo tukajenga ofisi ya chama. Tulianza kujenga ofisi ya chama kawaida. Lakini sio hilo tu, mimi kwenye matawi yangu, karibia matawi yote 5 niliweza kuwekeza kwenye chama. Kwa mfano ofisi ya chama ya tawi la Shinyanga hii, tulikaa kwenye vikao vya chama tukakubaliana, nikawaambia jengeni maboma, tafuteni viwanja mjenge maboma, mimi nitawasaidia kupaua. Kwa hiyo nilifanya hivyo. Tawi la Shinyanga hii nilinunua vifaa vyote, mbao na mabati, nilipaua. Lakini vile vile tawi la Rubeho nilifanya hivyo. Tawi la Nyakafulu nalo alikuwa na ofisi, lakini kwa kushirikiana na viongozi wangu wa chama na penyewe tulipata udhamini wa bado tuko mkoa wa Shinyanga, aliyekuwa mweka hazina wa mkoa wetu wa Shinyanga Mr. Phantom, kama sikosi Mr. Phantom. Kwa mimi nikiwa diwani, kwa tulipambana kujenga boma na nini, tukapata vifaa vyote tukapaua. Kwa hiyo kwenye upande wa chama nimefanya shughuli hizo, lakini sio hivyo tu, hata kwenye jamii nimeweza vile vile kusaidia vijana wengi. Sasa wapo watumishi wa serikali, kusaidia vitu vidogo vidogo kama ada na mambo mengine. Kwa hiyo mambo ya kujitoa ni moyo ambao Mwenyezi Mungu pengine alinipa moyo wa namna hiyo. Mwenyekiti, kwenye swala la ajira kuhusu vijana ni swala ambalo ni changamoto kubwa sana kwa viongozi wengi, ambalo kuna viongozi wanakuwa hawalitilii maanani hususan ajira kwa vijana. Na tunaangalia wewe umekuwa ukigusia vijana, hata ukiwa Bukombe huko Mbogwe umekuwa ukigusia kuhusu ajira ya vijana. Hawa viongozi wengine ambao wanakuwa hawadili sana na ajira za vijana, hususan katika wanapokuwa wamepata nafasi ya uongozi. Wewe umekuwa mfano kwa hilo tukio. Unawezaje kuwashawishi viongozi wengine kuwa kama mfano kwako? Asante sana, nakushukuru. Kwa sasa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatutaka viongozi, na labda niseme tu kipindi kile nikiwa diwani ni kwa zipo zile 10% za vijana, kina mama, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Nikiwa diwani kwa muda wa miaka 20 hiyo, kwenye kata yangu nimekuwa na vikundi vingi sana vya vijana waliweza kupata mikopo ile 10%. Lakini mpaka sasa bado tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba fursa zinapojitokeza tunahakikisha kwamba vijana tunahakikisha kwamba wanapata fursa za kufanya shughuli zao ili waweze kusukuma maisha yao. Hata hivyo tu nilivyoingia, hata sasa hivi nilivyoingia mwenyekiti wa chama wa wilaya, nimeweza kushawishi wadau mbalimbali. Kwa mfano kwenye jumuiya yetu ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, mpaka sasa hivi wanavitendea kazi. Tumeshawishi watu. Kwa mfano mimi nimekuwa ni mmoja wa kumshawishi mwenyekiti wa uchumi na fedha Mr. Ferguson kuwasapoti vijana wetu kwenye wilaya yetu hii ya Mbogwe. Vijana sasa wanazo mashine 2 ambapo sasa wanafanya shughuli zao, wanajipatia kipato. Na bado tunaendelea kupambana kwa sababu tunajua vijana ndio taifa letu la kesho. Vijana ndio nguvu ya taifa letu.
Kwa hiyo tunaendelea kuweka mazingira na matumaini. Sasa hivi tunaendelea kutafuta vyanzo mbalimbali vya mapato vya Chama cha Mapinduzi, lakini tutahakikisha kwamba shughuli hizo zitakapoanza, vijana wetu wa Chama cha Mapinduzi ndio watakaosimama imara kuhakikisha kwamba kile kinavyopatikana mle vijana ndio wanasimamia. Mwenyekiti, viongozi wengi kuanzia ngazi ya matawi, lakini na wanachama wa kawaida wengi wanakupenda. Nguzo kuu ni msimamo ulionao. Mwenyekiti, una msimamo ambao viongozi wengi wanakupenda, lakini wanachama na watu ambao si wana CCM wamekuwa wakikuamini zaidi kutokana na misimamo yako ambayo upendi na hutaki unyanyasaji. Je, hiyo ni kwa sababu ya utawala au na familia kwa ujumla? Nakushukuru sana kwa kweli, na mimi nafikiria ni jinsi Mwenyezi Mungu alivyoniumba. Jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu aliniumba, kama nilivyosema hapo nyuma kwamba mimi ni mzalendo sana. Nawapenda watu wote kama jinsi ambavyo mimi mwenyewe najipenda. Huwa ninaumia sana vile nikiona mtu ananyanyasika vile au anaonelewa, huwa sifurahishwi na jambo kama hilo. Kwa hiyo napenda kila mmoja apate haki yake. Kwa hiyo ikitokea kwamba kuna eneo fulani mimi nalisimamia, kwa kweli huwa ninasimama kwenye ukweli. Asante mwenyekiti, tukushukuru na tukuombe siku tutakapokuwa tunahitaji mahojiano sisi na wewe uweze kutupokea kama ulivyotupokea leo. Tunakushukuru sana kwa moyo wa dhati. Kiukweli umekuwa kiongozi wa mfano ndani ya wilaya ya Mbogwe na Bukombe na ni kiongozi mwenye historia kubwa. Tunahitaji siku nyingine tukija uweze kutupokea kwa pamoja. Tunakushukuru sana mwenyekiti. Asante sana, lakini kabla hatujamini nihitimishe kwa kusema ninakushukuru sana Angalia TV. Ninajua unayo majukumu mengi, unazo shughuli nyingi, lakini umitenga muda wako walau kuweza kunifikia mimi kama kiongozi wenu, kama kiongozi wako wa chama. Ninakushukuru sana.